Mimi na vitu vingi sana kuuliza na nadhani hapa tu ruke. Unadhani kwa nini Mungu ambaye unamzungumza unasema ameipendelea Afrika akupendelea bara la Ulaya wala bara la Amerika? Kwa nini akupendelea huko na akaamua huko kwetu? Ni eneo asili alilolitengeneza special kwa kuishi mwanadamu. Mwanadamu anahitaji maji, anahitaji ardhi kubwa anapoishi, ardhi ya kilimo, anahitaji maji. Ndio maana bara la Afrika limezungukwa maziwa na bahari. Tuna misitu mikubwa ya kukata mbao, kujenga nyumba na kutengeneza meli, kwa sababu meli ya kwanza imetengenezwa Afrika. Safina ukienda katika kitabu cha Papyrus of One au Papyrus of Never unakutana na hivi vitu. Na ukienda kusoma Law of Maati unakutana na amri 10 walizozichukua 32 wakaziacha. Nipe amri 5 ambazo zimeachwa kwenye hicho kitabu unachokizungumza. Law of Maati wanasema sijawahi kuiba cha mtu. Law of Maati. Sijawahi kuchukua mali, kumdanganya, kumsingizia mtu mabaya. Hiyo ni Law of Maati. Siwezi kumzuru mtu. Law of Maati. Siwezi kushuhudia uongo. Ni Law of Maati. Siwezi mgeni akija nikamfukuza. Ni Law of Maati. Law of Maati. Sasa kuna kitu kinanichanganya kuhusiana na lugha. Lugha ya Mwafrika hapa tunapishana. Kuna baadhi ya Waafrika wanaongea Kifaransa, kuna baadhi ya Waafrika wanaongea Kiarabu, kuna baadhi ya Waafrika wanaongea Kiingereza. Lugha asili ya Mwafrika ni ipi? Alafu ndo tutakuja kuzungumzia kuhusiana na Law of Maati. Ni lugha imetokana na nini? Kwa nini kisiitwe Kiafrika? Sisi Afrika tulikuwa ndio waanzilishi wa maandishi na lugha. Kwa sababu ni first man under the sun. Sisi ndio watu wa kwanza chini ya jua hili. Tumetawala kuanzia Poland mpaka Norway. Ma Viking ni ndugu, ni watoto zetu. Wa Viking wa kwanza kabisa alikuwa black man. Afrika wagundua alichokuwa nacho. Tunatumia zamani tulikuwa tunatumia kitu kinaitwa wanaita hieroglyphic. Sio kusema hieroglyphic. Kuna made in nature. Mnaona? Ziko saizi 3 za lugha duniani, na made in nature wazungu wakaja wakaichukua wakaondoka nao. Ile jiwe lilokuwa la kwanza kufundishia watu Afrika, wa Afrika kufundisha kwa na alama zake wakaziweka, kwa sababu walijua watoto zetu watakuja kuvamiwa, wanaokuja watakuwa laini hawatojiweza. Babu walijipanga kabisa, tuweke hivi hata wakifanyiwa vipi ushahidi unabaki. Ushahidi hadi leo upo. Ukienda Kemeti katika hekalu la Abydos, umeelewa, unakutana na hivi vitu, maandishi katika alama ya wanyama na viumbe vya ulimwengu. Haya maandishi yalikuwa yanasomeka kwa lugha gani? Kwa lugha ya Kimaati ya Wakemeti. Hiyo ni lugha ya Waafrika. Umeelewa? Afrika Kiswahili ni lugha mchanganyiko, mixer, Portuguese, Hindu, Arabu na lugha mchanganyiko za Afrika. Alileta nani? Hii mchanganyiko wameleta invader. Kwa maana gani? Wavamizi. Ambao walikuja kwa maana gani? Walikuja kwa sababu ya maslahi yao. Na kutumaliza sisi wabaki na ardhi. Kwa sababu wao walishatusoma, walitujua sisi tuna utajiri wa kila kitu. Kuanzia akili yetu inafanya kazi. Ndio maana nakwambia Waafrika tunaogopewa. Wale wazungu walichokifanya wanatuogopa vibaya mno. Kwa hiyo wao wanachokifanya ni kutuondolea vitu vyetu, kutuletea vya kwao. Lugha tulianzisha sisi wakaibeba kwenye meli wakaondoka nayo. Wakaenda kuifanyia marekebisho. Waingereza walikuwa Kiingereza watumii, walikuwa wanatumia Kifaransa. Umeelewa? Kiingereza ametoka wapi? Wakaunda. Umeelewa bwana? Wakapata lugha yao. Hebrew wanazungumza, wanasema Hebrew hakuna Hebrew, wanazungumza Yiddish kutoka Bavaria, Germania, Prussia zamani inaitwa. Umeelewa? Wakachanganya na Kiyahudi kilichopotea, kwa sababu lugha ya Kiyahudi ni lugha iliyokwenda kudisappear. Wa maandishi yaliyobaki wakachanganya na Yiddish. Kina Netanyahu ndio lugha wanaotamba nayo kuwadanganya watu kwamba hii ndio lugha ya Mungu. Mungu si Muislamu, Mungu si Mkristo, Mungu si Myahudi, Mungu
Mungu yeye yuko kwa sababu ya viumbe wake aliowaleta. Amewabariki kwa kila kitu. Unajua watu wa dini wananisakama sana hadi hivi sasa nakwambia. Lakini nasema hivi, mimi sigombani nao. Mimi sina ubaya nao. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wa Kristo, ni ndugu zangu. Siwezi kuwakataa, tuko pamoja. Wakiwa kwenye ibada wakiniita tunakwenda. Wakienda msikitini nitakwenda, kanisani nitaingia. Lakini kwenye nyumba ya maati siwezi kuiacha. Kwa sababu maati anasema Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe. Kila unapokwenda Mungu unatembea nayo. Pale nyumbani kwenu ni imani gani ipo? Sisi kwetu asilimia kubwa ya watu wa kwenu ni wapo kwenye imani ipi? Christian ama Islamic? Hawa watu ni mchanganyiko. Watu mix. Wamechanganyika. Kuna watu wako Christian, watu Islam. Mwanao wa kwanza anaitwa nani? Mimi mwanangu wa kwanza anaitwa Happiness. Wa pili? Wa pili anaitwa Emmanuel. Happiness ana umri gani? Happiness ana umri wa miaka 13. Ameshapokea kipaimara? Haja mama yake labda ndo kampa kipaimara. Mimi sijampa kipaimara. Kwa nini uamini kwenye hii misingi iliyotengenezwa? Misingi hii siongelee kwa ubaya. Kwa mimi nafsi yangu nimesoma, nimechambua, kwangu mimi inatosha. Nini unamfundisha mwanao ukiwa naye umekaa naye? Mwanangu namwambia soma, ujitambue, fuata unachokipenda, lakini usifuate unacholazimishwa. Ima unamjengaje aje kuwa baba bora, kuwa mwanaume ambaye anafuata misingi ya Afrika? Afrika lazima afuate misingi ya baba yake, kwa sababu baba yake mimi nafuata misingi iliyo sahihi Mungu anaitaka. Mimi naishi kwa amani, nawapenda wote, naongea na jirani, naongea na adui. Kwa sababu Afrika sisi maadui zetu walitupata kututawala kwa sababu ya wema wetu. Wema wetu ndio ulituponza. Unamkaribisha mtu nyumbani pa kulala, ana usiku anashikia panga, anaua familia. Wema ni mzuri, wema ni mbaya. Sisi tuwakaribisha mainveda, ndio alichotufanyia hiki. Tulitegemea mazuri kutoka kwao. Mfano mdogo, John Hawkins alikuja katika shore Afrika, pwani ya Afrika kwenye mwaka 1550 hadi 55, akitumwa na Queen Victoria wa England kuja kufanya upelelezi baada ya biashara ya kuona upande wa pili wanawauzia biashara ya watumwa wanapata faida. Upande wa pili huko? Upande wa pili Arabian. Wanapata biashara kubwa na faida kubwa. Wakaona tuingie wenyewe shambani tukavune. Wakaingia wazungu. Akaingia John Hawkins, Wareno wakamleta Bartholomew Diaz, mara akaja Christopher Columbus, anajifanya yeye amediscover Afrika. Afrika ipo kabla ya babu yake Christopher Columbus. Yeye anasema amediscover. Wakati sisi yeye Christopher Columbus anakuja huko. Kwanza Christopher Columbus ni Murato. Yeye ni mixer, yani ni baba ana mbegu mbili, Kakazoe na Blackman. Kakazoe na Blackman. Kakazoe ni wazungu wanaotokea katika milima Caucasian Mountain huko katika Russian steppe pamoja na Europe, wamechangua, wanagongana kati ya Ulaya na Asia. Ndio kutokea wa watu. Unasikia? Hao wanaitwa Kakazoe. Watu wao uwezo wao ni mdogo, hawana melanin, zao ni pungufu. Unasikia? Wao ukikosa melanin, special unakuwa wiki. Wewe ni dhaifu. Dhaifu kwenye kuona, dhaifu kwenye kulala, utaota wanaita nightmare, sio dream. Utapata kitu wanaita nightmare, ndoto za maluelue. Melanin yako iko sawa? Mimi melanin yangu iko 666. 666. Kuna vitu vinatuchanganya sana. Vitu ambavyo vinatuchanganya tukisikiliza au tukiwa tunachambua baadhi ya mambo kutoka Afromasonia. Wanazungumza sana kuhusiana na swala zima la ukombozi wa Afrika, pia kuzungumzia utambuzi wa Mwafrika. Unaamini kupitia hizi tamaduni za Afromasonia? Afromasonia, mimi kwa ufupi Afromasonia katika tembea yangu sijakutana nao. Hujakutana nao? Ila leo ndio nimekutana na Afromasonia. Masonia ninavyojua, masonia ni wajenzi. Ambao wajenzi huru wa Afrika, si ndio? Ndio. Sasa kama masonia nia yao ni kujenga Afrika huru, mimi ni mmoja wapo katika memba wa Afromasonia, kwa sababu nataka Afrika wote tujitambue, kwa sababu hekalu la Ephesus lilikuwa na Grand Master wa hekalu la